50% ya watafutaji wa pesa wako kundi la kwanza la watafutaji wa pesa, ambao ni watu wanaotafuta pesa kwa ajili ya survival. Karibu sana Jumatano yetu nyingine tena ya Believe It or Not, na leo tunazungumzia aina 6 za watafutaji wa pesa ama watafutaji wa mafanikio. Kama hujasubscribe kwenye channel yetu, please subscribe. Lakini pia ningependa kuona comment yako, nini umejifunza kutoka katika episode yetu hii ya 4 ya Believe It or Not. So, kuna aina 6 za watafutaji wa pesa, na unaponisikiliza ni vizuri pia ukawa unajikagua na kujifikiria ili uweze kujua wewe uko kundi lipi. Kama nilivyokwisha tangulia kusema, kundi la kwanza ambalo linabeba 50% ya watafutaji wa pesa ni wale wanaotafuta pesa kwa ajili ya kusurvive. Hawa ni watu ambao hawaangalii sana mbele, hawaangalii sana kesho, hawaangalii sana miaka inayofuata. Kuna vitu ambavyo kwao ndio vya msingi kwa sasa, na hasa vyote vinazunguka kwenye eneo la kusurvive tu, kwamba hawazi sana mwakani, hawazi sana miaka 10 ijayo, hawazi sana watoto wake, wajukuu na vitu vingine vya aina hiyo. Yeye kinachomsukuma kwenye kutafuta pesa ni survival. Utakuta huyu mtu, dalili kubwa sana ya mtu wa aina hii ni mtu ambaye hana mipango yoyote. Anavyoamka na anavyolala hakuna ratiba. Ni mtu ambaye anatafuta tu kwa ajili ya kuishi leo, haangalii kesho wala kesho kutwa. Hii inabeba 50%, believe it or not, ya watu wanaotafuta pesa. Na katika hizo 50% inawezekana katika kundi hili ukawa na mtu ambaye amesoma, ukawa na mtu ambaye hajasoma, ukawa na mtu ambaye ameajiriwa, ukawa na mtu ambaye hajaajiriwa, ukawa na mtu ambaye amejiajiri, ukawa na mtu ambaye anafanya biashara lakini akawa anafanya biashara anatafuta pesa, ameajiriwa anatafuta pesa kwa lengo moja tu la kusurvive. So jikague, tazama wewe uko kundi lipi. Hilo ni kundi la kwanza la watafutaji wa pesa ambalo nimesema linabeba 50%, believe it or not, ya watu wote wanaotafuta pesa duniani. Kundi la pili ni watu ambao wanatafuta pesa kwa sababu ya njaa. Uliza swali. Unajua kusikia mtu anasema tatizo unaendekeza njaa. Tatizo wale wanaendekeza njaa. Tatizo wale watu kule bwana wanaendekeza njaa. Kwa kumbe kuna watu ambao wanatafuta pesa sio kwa sababu ya kusurvive. Hapana, ila wana njaa binafsi. Hawa ni watu ambao karakta yao kubwa au dalili yao kubwa ni kwamba wana ubinafsi. Ili mradi yeye mahitaji yake yameyatimiza, haangalii kitu kingine, haangalii mtu mwingine. Ili mradi mambo yake yanakwenda, haangalii kingine, na yuko tayari kufanya chochote hata kama kinawaumiza watu wengine, hata wangekuwa wengi namna gani, kwa sababu anajiangalia mwenyewe. 10% ya watafutaji wa pesa duniani ni watu wanaojiangalia wenyewe, ni watu ambao wanafanya chochote ili mradi kuweza kusatisfy ile njaa yake ya pesa. Hiyo ni 10% na ni kundi la pili la watafutaji wa pesa. Kundi la tatu la watu wanaotafuta pesa duniani, ambalo pia na wenyewe ni 10% nyingine, ni kundi la watu ambao wanatafuta pesa kwa ajili ya wao na mahitaji ya familia tu, au mahitaji ya watu wa karibu tu. Hawa ni watu ambao wana mahitaji binafsi, lakini pia kuna watu wanaowategemea. Pengine ni wazazi, pengine ni familia yake, watoto wake, pengine ni ndugu zake, pengine ni watu wake wa karibu kwa namna yoyote ile ambayo amekuwa na ukaribu nao, wanatarajia kutoka kwake. Kwa utafutaji wake wa pesa unakuwa unasukumwa nyuma yake. Kwa Kiingereza unaita motive. Kinachomsukuma kutafuta pesa ni kweli naye ana mahitaji, lakini hasa kuna watu wanaomtegemea. Kundi hili pia linabeba 10% ya watafutaji wa pesa, na ningependa ujiulize wewe uko kundi lipi katika hayo matatu mpaka sasa. Kama haupo, basi kuna makundi mengine yanafuata hapa nyuma. Kundi hili la tatu la watu ambao wanatafuta pesa kwa ajili ya mahitaji yao na mahitaji ya watu wanaowazunguka ni kundi ambalo la watu ambao ni wapambanaji sana. Hawakati tamaa kirahisi, kwa sababu anajua akikata tamaa kuna watu nyuma yake ambao watashindwa kupiga hatua. Kuna mahitaji ya msingi nyuma yake ambayo ya watu wengine ambao wanamhitaji yeye aweze kufanikiwa ama kupiga hatua ili aweze kutatua changamoto zao na kutimiza haja walizo nazo ambazo zinahitaji utatuzi wa kifedha. Kwa hilo ni kundi la tatu. Kundi la 4 ni kundi la watu ambao wanatafuta pesa kwa sababu wana hasira na watu na wana uchungu ndani yao. Kwa swala sio kwamba anataka kusurvive, swala sio kwamba ana njaa na pesa anaendekeza njaa, swala sio kwamba ana watu wanamtegemea ndio maana anapambana. Huyu anapambana sana kwa sababu kuna watu walimuudhi, kuna watu walimfanyia mambo ambayo hakupenda, kuna watu walimpa uchungu. Ushakutana na mtu ambaye labda ameachwa,
katika mambo ya mahusiano. Kwa hiyo ana hasira na mtu fulani, anatafuta pesa kwa sababu anataka aonyeshe baadhi ya watu kwamba si kwamba bila nyinyi mimi siwezi. Na hayo mambo yanawasumbua watu wengi sana kwenye maisha. Unakuta mtu badala ya kutafuta pesa kwa ajili ya mambo ya maana, kwa ajili ya ndugu zake, unaweza kukuta ana ndugu ambaye ana uhitaji, lakini yeye alikuwa amepanga anunue kitu ili kumkomoa mtu aliyomuumiza. Kwa huyu mwenye uhitaji anawekwa pembeni, kinanunuliwa kitu ambacho kazi yake hasa ni kumuonyesha yule mtu aliyomuumiza au mtu aliyomkasirikia kwamba na mimi ninaweza hata bila wewe. Kwa hiyo kuna kundi hilo la watu ambalo pia linabeba 10% ya watu duniani ambao wanatafuta pesa kwa sababu tu kuna makasiriko wanayo moyoni. Kuna namna fulani wanataka wafike waonyeshe kwamba hata bila nyinyi, hata bila wewe, mimi ninaweza pia nikafanikiwa. Hilo ni kundi la 4. Lakini kundi la 5 ni kundi la watu ambao wao wanatafuta pesa kwa sababu ya, kwa Kiingereza neno maarufu ni flex, wanataka kujionyesha. Na kwa Kiswahili kuna neno fulani ambalo si zuri sana lakini linaitwa ulimbukeni. Hiyo ulimbukeni ni tabia. Na ukitaka kujua tabia ya mtu ni pale anapopata pesa. Hapo ndo utakapojua alikuwa anatafuta pesa, nyuma yake kulikuwa na nini. Je, alikuwa anatafuta kwa sababu ya kusurvive? Utamuona anafanya vitu vinavyomfanya kusurvive. Je, alikuwa anatafuta pesa kwa sababu alikuwa tu na njaa? Ndio maana anafanya chochote kile hata kama kinaumiza wengine kwa sababu tu ana njaa zake binafsi. Utamuona kwamba anafanya vitu ambavyo vinaumiza wengine na hajali. Lakini je, alikuwa anatafuta pesa kwa sababu kuna watu nyuma yake wanamhitaji? Utaona anapopata pesa, cha kwanza cha kufanya au kitu karibu zaidi anachokifanya ni kuangalia wale watu ambao wanamzunguka aweze kuwatimizia mahitaji yao. Kama ni wadogo zake anasomesha, utaona anafanya hivyo vitu. Kama ni watu wa karibu wengine ambao wanahitaji na pesa kutoka kwake, utaona kwa namna moja ama nyingine anawasaidia. Okay? Kama ni wazazi, utaona kwa namna moja ama nyingine anawasaidia. Unajua huyu mtu alikuwa anatafuta pesa, motive behind ilikuwa ni hili swala la watu ambao wanamhitaji. Lakini pia je, motive ya huyu mtu ilikuwa ni kwamba ana hasira na watu, ana uchungu na watu? Utaliona hilo pia katika kundi la watu ambao wanatafuta pesa kwa sababu ya hasira zao moyoni. Waliwahi kuudhiwa na mtu, walifanywa vitu ambavyo viliwaudhi. Kuna mtu labda alikuwa amepanga nyumba, kafukuzwa nyumba, alikuwa hajalipa kodi, kaondoka pale na uchungu sana, akasema yani one day na mimi lazima nifanikiwe. Kwa anakuwa anafanya vitu kwa hasira, wakati mwingine zinakuwa ni hasira za kuonyesha watu waliomfanyia mabaya kwamba hata bila nyinyi mimi naweza nikafanikiwa. Lakini hapa nilikuwa nazungumzia kundi la 5 la watu ambao wanafanya vitu kwa ajili ya ulimbukeni. Na nikasema tabia ya ulimbukeni huwa haijifichi pia. Tabia ya ulimbukeni huwa haijifichi, inaonekana baada ya mtu kupata pesa. Ukiona mtu ambaye akipata pesa anataka kuwaonyesha watu kwamba anazo, manake huyo mtu ana tabia ya ulimbukeni. Kwa kama kuna vitu vya kununua, vinaweza vikawa ni vitu vidogo ama ni vitu vikubwa, pengine inaweza kawa hata kujenga nyumba, anajisikia vizuri zaidi kuonyesha umma nini anacho, nini amekipata. Anajisikia vizuri zaidi kuonyesha watu hata wasiomjua nini anamiliki, ana pesa kiasi gani. Unajua kuona watu wamepata pesa wamepiga nazo picha? Hapo watu wanaofanya hivyo, hii anaweza yeye akahisi kwamba anataka kuhamasisha wengine, lakini ndani kinachomsukuma mtu wa aina hiyo ni ulimbukeni, ni kuflex, ni kujionyesha kwamba na yeye pia amepiga hatua. Hilo ni kundi la 5, na hili kundi limekuwa likiwapa stress vijana wengi sana. Mimi hapa nazungumza kwa 1% kubwa na vijana ambao wanaweza wakawa frustrated kwa sababu ya kuhisi kwamba wao hawapambani sana ama wao hawana bidii ya kazi. Lakini kumbe ni kwa sababu wanaonyeshwa picha ya watu ambao ni watu wanaopenda kuflex, ni watu ambao ni malimbukeni wa mafanikio. Okay? Kwa hilo ni kundi la 5 la watafutaji wa pesa ambalo pia na lenyewe linabeba 10%. 10% ya watafutaji wa pesa ni watu ambao wanazitafuta sio kwa sababu ya kinachomsukuma ni kusaidia jamii yake au familia yake ama na changamoto zake binafsi, hapana, ila tu anataka aonyeshe kwamba naye anazo. Pale Instagram nilianza na kionjo cha wimbo I wanna be a millionaire, kwamba nataka niwe kwenye cover la Forbes magazine. Hapa pembeni kuna Oprah, hapa pembeni kuna Queen. Enzi hizo bado Queen Elizabeth alikuwa bado yuko hai. Akaimba huo wimbo, anasema wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Anaimba hivyo kwa maana ya kwamba nataka niwe milionea, nataka niwe na hela nyingi kwa sababu nataka yani kila siku nakuwa naenda mji mpya. Huo ni wimbo na upo. Sasa ni wimbo unaoonyesha aina ya motive ya watu wanaotafuta pesa, ambao ndio hili kundi ambalo unasema wanatafuta pesa
nyuma yake kinachomsukuma ni kuonyesha watu kwamba sasa nimezikamata, sasa nimezipata. My friend, sio sehemu nzuri sana kuwa, hasa kwa wewe ambaye unatafuta mafanikio kwa nia njema. Kundi la 6 na la mwisho ni kundi la watu ambao wanatafuta pesa kwa sababu wana malengo, wana ndoto na wana maono ya kutimiza. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna wakati anaweza kuhitaji kusurvive kwake hakutamfanya sahau malengo yake ya maana ya muda mfupi na mrefu. Pamoja na kwamba kuna watu wanamtegemea, kuwa na watu tegemezi hakutamfanya sahau maono yake na malengo yake na ndoto zake. Pamoja na kwamba pia kuna watu waliwahi kumkasirisha. Kuna mtu ambaye hajawahi kukasirishwa na watu, kuna mtu ambaye hajawahi kutukanwa au kuchekwa, lakini hilo analiweka nyuma. Anachokiwaza zaidi yeye ni ndoto zake na malengo yake na maono yake. Okay? Lakini pia si kwamba hataki kuonyesha watu kwamba anazo. Anatamani wakati mwingine naye aonekane kama amevaa vizuri, ana gadgets mpya, ana gari jipya, ana nyumba nzuri na vitu vya aina hiyo, anasafiri sana, lakini anajizuia kwa sababu kinachomsukuma kwenye kutafuta pesa kwake ni kutimiza malengo ya maana ya muda mfupi na mrefu, ndoto zake alizonazo za muda mfupi na mrefu, pamoja na maono ambayo yanakwenda zaidi ya yeye, zaidi ya familia yake na watu wake wa karibu, yanakwenda mpaka kwenye jamii kubwa zaidi, pengine nchi nzima, pengine bara zima, pengine dunia nzima. Kuna matajiri wakubwa wengi sana ambao utaona kabisa kwamba hawajulikani hata kwenye miongoni mwa watu. Nitakupa mfano mmoja. Wanafunzi wangu wa mentorship huaga na wapatia hii picha hapa na wauliza huyu ni nani? Itazame hii picha alafu useme huyu ni nani? Huyu ni nani? Na ningetamani niache mpaka kwenye comments kule, lakini kwa kukusaidia tu, huyu anaitwa Sheka Kanaba. Na huyu ni mmoja wapo wa matajiri wakubwa sana hapa Tanzania, lakini ni wachache sana ambao wamewahi hata kuona hii picha. Huyu ni aina ya watu ambao wako hili kundi la mwisho la kutafuta pesa kwa ajili ya kutimiza maono na malengo ambayo yanakwenda zaidi ya yeye na zaidi ya familia yake, yanakwenda kugusa jamii kubwa zaidi na pengine hata nchi nzima, bara zima na dunia nzima. Kukaribisha ukae katika hili kundi la mwisho. Katika hili kundi Waingereza wanasema you will never go wrong, you will never be wrong. Mungu akubariki sana. Napenda kuona comment yako, umejifunza nini kutokana na hayo makundi 6 ya watafutaji wa pesa. Till next time, see you in the next episode of Believe It or Not. Bye bye.